na viongozi ambao watakuja kutusaidia kuhakikisha kwamba affairs mbalimbali zinazohusu walimu zinashughulikiwa katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Uchaguzi huu ni wa kikatiba kama ambavyo umeainishwa katika katiba ya Chama cha Walimu Tanzania CWT kama Teachers Union, Tanzania Teachers Union, TTU kwa lugha ya Kiingereza. Ndugu zangu, mimi kama mkuu wenu wa wilaya, kwanza ninawashukuru walimu wote wa wilaya ya Iramba katika sekta ambayo wakati wote imenibeba na imefanya vizuri na kuwakilisha wilaya yetu ya Iramba vizuri katika ngazi za kitaifa na hata nje, basi ni katika sekta na idara ya elimu. Walimu wangu wamekuwa ni tegemeo kubwa sana katika kufanikisha shughuli mbalimbali za kiserikali, zile ambazo zimo katika miongozo yao ya kazi na hata zile ambazo hazimo katika miongozo yao ya kazi. Walimu wangu wakati wote wamekuwa wakitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli hizo za serikali na za kijamii zinafanyika kwa mafanikio makubwa sana katika wilaya yetu ya Iramba. Kama mtakumbuka kwamba mwaka 2021 tulipata mafanikio katika ule ndio nimeripoti mwanzoni kabisa kama mkuu wa wilaya, kwa ni miongoni mwa wilaya ambazo zimefanya vizuri sana katika mitihani ya Form 6 na tukafanikiwa katika shule zetu ndani ya wilaya hii kuweza kuingia katika top 10 kwenye baadhi ya masomo kitaifa. Lakini ukiacha hilo, miezi miwili iliyopita au mwezi mmoja uliopita, wakati wa mkutano wa watendaji wa elimu katika ngazi za halmashauri mbalimbali, ambao mkutano huo uliitwa pale Dodoma na Mheshimiwa Waziri, na pia wilaya ya Iramba imekuwa miongoni mwa halmashauri 10, sisi tukiwa wa 7, ambazo zimepata zawadi na pongezi kwa kufanya vizuri zaidi kwa miaka miwili consistently kwa kuongeza ufaulu wa vijana wa shule za msingi kwa zaidi ya 12%. Mafanikio haya yote ambayo sisi yameendelea kututangaza kama wilaya yamepatikana kutoka katika idara ya elimu bora msingi na sekondari. Kwa kweli katika watu ambao wananifanya nitembee kwa kifua mbele ni walimu wa wilaya. Lakini ukiacha hiyo, shughuli mbalimbali za serikali, ugeni wa viongozi, ziara za viongozi wa kitaifa, watu ambao wamenisaidia kwa sehemu kubwa kama organizers ni walimu, wamefanikisha ziara hizo kwa kiwango kikubwa kabisa. Uzanguni walimu, leo ni siku yenu muhimu sana. Ni siku muhimu kwa sababu za uongozi ambao utakuja kuhudumia kwa miaka 5 ijayo. Tangu nilikuwa mkuu wa wilaya, nimesikiliza changamoto mbalimbali zinazokabili walimu na tukawa tukishirikiana na uongozi uliopita ambao unaweza kukabili kijiti leo kumaliza au kupunguza changamoto ambazo walimu zilikuwa zinawakabili. Moja ya changamoto hizo ilikuwa ni madeni ya likizo. Tumehangaika kwa sehemu kubwa sana kuhakikisha tunapunguza madeni ya likizo walimu wetu, na kwa upande wa shule za msingi tumefanikiwa sana. Sekondari tumefanikiwa, lakini sio kama tulivyofanikiwa katika idara ya elimu msingi. Lakini vivyo hivyo changamoto mbalimbali ambazo zinawakuta walimu kuhusu malimbikizo ya mishahara, lakini pia upandaji wa madaraja. Kuna utaratibu wa upandaji wa madaraja mseleko na mwingineo. Walimu wetu jambo ambalo kwa muda mrefu walikuwa wanapigia kelele na kurudia.
uongozi uliopita kwa kushirikiana na ofisi yangu umeweza kufanikisha walimu 1400 karibu na 30 na kitu hivi kupandishwa madaraja na kuwa katika madaraja ambayo wanastahili sasa. Mafanikio haya yasingekuwa rahisi kama ushirikiano baina ya ofisi za serikali, kwa maana ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mwajiri wenu, kwa maana ya mkurugenzi, na ofisi zingine muhimu ambazo walimu mmekuwa wakifanya nazo kazi siku zote. Lakini kwa sababu ya wingi wao, kwa sababu ya peculiarity ya majukumu yao, walimu wanakutana na changamoto nyingi sana za kijamii kuliko kada nyingine yoyote katika utumishi. Na kwa changamoto hizo nimekuwa nikizunguka maeneo mengi kwenda kusikiliza na kutatua baadhi ya changamoto hizo. Lakini ni wazi kwamba uongozi uliopita ulijitahidi kushirikiana na ofisi yangu, wakati mwingine hata pale ambapo nilitaka kuchukua hatua kali zaidi kwa ajili ya walimu, wao walikuwa na kwanza kuninasihi na kuniomba pale kwa ajili ya walimu wangu. Kwa hiyo kwa ushirikiano huo uliweza kufanya mengi mazuri wakati wa uongozi wao. Nimetoka kusema hapa kwamba katika wilaya ambazo zimeonyesha mafanikio makubwa ni pamoja na wilaya ya Iramba. Tunazo halmashauri zaidi ya 7 katika mkoa wa Singida, halmashauri pekee ambao walimu wake wameweza kununua gari, wilaya pekee ambayo walimu wake wameweza kumiliki gari na kwao ni wilaya ya Iramba. Haya ni mafanikio. Lakini kwenye taarifa zao, na wakati nimefika mimi, taarifa ya kwanza muhimu ambayo niliomba ni taarifa ya Chama cha Walimu Tanzania. Wakati wanaingia madarakani miaka 5 iliyopita, mwaka 2020, walimu wetu hao walikuta kwenye akaunti ambayo wameweza kufanyia kazi kuna shilingi bilioni 1 na kama 40,000 na kitu, ndio hela ambao wamekuta kwenye akaunti. Lakini kwa miaka 5 hii, wamefanya mambo makubwa sana, ikiwemo hayo ununuzi wa gari, lakini pia kulipa walimu ile mkono wa kwaheri zaidi ya milioni 30. Hakuna mwalimu leo ambaye ameondoka katika utumishi ambaye anadai mkono wa kwaheri. Lakini ukiacha hayo, madeni mbalimbali na matumizi mengine muhimu ya zaidi ya milioni 500 yamefanyika ndani ya miaka 5. Lakini leo wanapokuja kukabidhi uongozi mpya baada ya kazi yao ya miaka 5, wanawaachia kwenye akaunti kulikuwa na milioni 25. Kwa hiyo pamoja na yote ambayo wameyafanya, bado wameendelea kukiheshimisha, kukilinda na kukiimarisha chama cha walimu katika wilaya yetu. Kwa namna kipekee kabisa itakuwa ni mjini wa fadhila nisipowapa hongera na pongezi kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Mtangoni, kazi ya uongozi sio kazi rahisi. Kazi ya uongozi sio kazi rahisi. Mimi ni kiongozi wenu katika kazi ya wilaya. Lakini kabla ya hapa nilikuwa kiongozi katika kazi zingine. Actually nilianza uongozi tangu shuleni. Nilipata kujua kwamba kuwa kiongozi wa watu ni jukumu zito sana. Lazima ufanye upashe, uwe na uvumilivu, uwe na ustahimilivu, uwe na moyo wa kujitolea. Kikosa moyo wa ustahimilivu, kikosa moyo wa kujitolea, kazi ya uongozi ni kazi ngumu sana kufanikisha.
Ndugu zanguni, walimu wetu wana changamoto. Viongozi ambao mnagombea nafasi hizi za kuongoza walimu, lazima mjue changamoto za walimu ni nyingi. Ndio maana Mheshimiwa Rais, kwa kutambua umuhimu na wingi wa changamoto hizo, akaunda timu ambayo inazunguka mikoani kwenda kusikiliza na kutatua changamoto za walimu. Na timu hiyo mkoani kwetu imefika, imefanya majukumu yake na imeendelea kutatua kesi nyingi sana ambazo walimu zimeendelea.